Ili kuulize swali. Hivi wewe ni nani? Wewe mama yake nani? Mama yake nani? Usije ukashangaa wote hapa tunijui sisi ni nani. Sasa kama wewe hujijui ni nani, utamjuaje mtu? Bwana Yesu asifiwe. Kuna kanuni moja nikueleze, utaielewa. Ikiwa hujijui wewe ni nani, lakini unamjua mwenzako ni nani na historia yako, wewe ni mbea. Amina. Magamba umeelewa vizuri? Rashid Njeja sijijui mimi ni nani na niko kwa ajili gani na natakiwa nifanye nini na ninaishi kwa ajili gani, lakini nikaambiwa pasta hapa mke wake anaitwa nani, watoto wake anakula nini, kanisa lake na watu wangapi. Mimi ni mbea, kwa sababu hayo ninayofahamu kwa huyu hayanisaidii lolote. Lakini ili niweze kukusaidia ni lazima kwanza nijijue. Na kanisa la leo limefeli watu kujitambua. Ni kweli tunampenda Yesu, tunamwamini Yesu, ni kweli kabisa, tunahitaji kwenda, lakini tunaweza tukafeli hata kwa mbinguni tusiende kwa sababu ya kutokujijua kwanza sisi ni nani. Mtu akipitia jeshi, ndio ukumuuliza wewe nani, kama mimi kama ngapi, anajielewa yeye nani, kama ndio kikosi gani, kikosi cha 224 ndio, yaani anaelewa komandi yake ni nini, anaelewa kikosi chake ni nini, anaelewa na ranki yake ni ipi, ndio, au mimi ni kanali, anajijua mimi ni kanali. Katika imani yetu hajijui ana ranki gani. Amina. Na usipojijua una ranki gani, huwezi ukashindana na adui ukamshinda. Ndio. Sababu adui anajielewa kwamba yeye ana ranki gani. Ndio. Mimi nimefanya uchawi miaka 22, ninaelewa grade za uchawi. Wachawi wanafahamiana kwamba huyu ni mkubwa kuliko mimi, huyu ni mdogo kuliko mimi, huyu anaweza kupanda ungo, huyu anaweza kuanga, huyu anaweza kupuliza kwa kidole, wanafahamiana. Amen. Ila tukija kanisani tumejaliwa sana kupanga kama huyu ni mzee wa kanisa, huyu ni katibu, huyu ni shemasi. Sawa, hivyo ni vyeo, lakini yeye ni nani? Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka unielewe. Wiki hii utajitambua wewe ni nani. Amen. Na kama ulikuwa unajitambua, sasa unajitambua. Amen. Na ukijitambua ndio utaona hatua zako. Amen. Za maendeleo zikoje. Amen. Lakini ukifeli hapa hutaweza. Hutajijua, utakaa utalia tu, utakaa utapiga kelele tu, kwa sababu hujui wewe ni nani. Ndio maana nikakuitia huyu mtoto kwamba hivi huyu si mtoto, ndio hivi tumvishe pampers, atakubali? Atakataa, kwa sababu ameshajijua kwamba mimi sio ranki ya pampers, mimi ni ranki ya suruali. Na wewe unatakiwa ujijue kwamba umeokoka, unampenda Yesu, uko ndani ya Yesu. Huu ni mwaka wa ngapi? Wewe ni nani? Wewe una ranki gani? Ndio. Una kiwango gani? Ndio. Umefikia hatua ipi? Ndio. Una uwezo gani? Ndio. Amen. Amen. Hapa. Tusome sana kitabu cha Yeremia.
wewe ni mama. Anajua yeye ni nani? Kwa sababu ana watoto, ni kweli? Ndio. Bana, na ukimuuliza wale watoto wanasema watoto wangu. Mama sio wako. Kabla hawajaingia tumboni kwako walijulikana, walikuwepo. Umeshaelewa hapo eh? Wako walikuwepo. Sasa unasema jina wako. Baba wananichukia sasa. Hapana. Lakini sikiliza hapo vizuri. Kabla sijakuumba tumboni, nalifanyaje? Nalikujua. Yaani kabla sijaingia tumbo la Zahara mama yangu zaidi, Mungu alinijua mimi naitwa nani? Mimi ni nani? Nikoje? Nitakuwaje? Na amenitengeneza ili niweje? Umeelewa? Cha kwanza elewa wewe ni nani. Kuna vitu vitatu pale vya kuangalia. Sisi tunaangalia viwili, lakini hivi tunachoangalia ni kwamba tunajua kwamba huyu amezaliwa na fulani, ndio kabila lake ni fulani, ukoo wao ni fulani. Dunia inafahamu hivyo. Amen. Amen. Lakini kabla ya kuzaliwa na fulani, Mungu anakufahamu. Ndio. Amen. Na asili yako wewe ni pale Mungu alipokufahamu. Ndio. Kwa sababu huku kote alikupitisha, lakini alishakutengeneza hapa. Kwamba wewe ni fulani, ndio. Na kama ni fulani utapita kwenye tumbo la Marieta. Ndio. Utapita kwenye kiuno cha Yohana. Kuna sehemu unaenda. Na hiyo sehemu unaenda kuna sababu ya wewe kwenda. Haleluya. Usitoi umiliki wa uzazi. Sina maana hiyo. Ile nakueleza wewe ni nani. Amen. Ndio. Amen. Baba yangu ni Mzee Athmani. Shehe mkuu wa mkoa, alikuwa shehe mkuu wa wilaya ya Moshi vijijini. Baadaye akawa ni kiongozi mkuu wa baraza la maulama mkoa wa Kilimanjaro. Babangu Mzee akamuoa mama yangu aitwa Zahara Bakari mdogo. Kama mama yangu ni kafupi keusi. Sasa hivi kana miaka 107. Mtoto watatu. Amen. Amina. Ni mtoto wake watatu kuzaa. Mama mpaka sasa hivi haamini kwamba mimi nimekuwa. Haamini. Mama kama sipo ananifichia chakula. Ndio. Na mboga. Wakati wengine wanakula hata mwanangu haja nikija kwamba wewe nimekufichia chakula hichi hapa. Yaani mama anaona bado ni katoto kwa mtazamo wake. Hadi mimi leo naitwa babu. Umeelewa? Huyo ni mama kwa mtazamo wake. Na tukifuata mtazamo wa kibinadamu unafahamika kama mtoto wa fulani. Ndio. Kibinadamu unafahamika kama mtoto wa fulani. Ndio. Ukoo wa fulani. Kabila fulani. Hiyo ni kibinadamu. Amen. Mungu alikujua. Amen. Kama Mungu alikujua, swali unatakiwa ujiulize, Mungu alinijua mimi ni nani? Ndio. Amen. Ushajiuliza swali? Ushakuuliza wewe swali Mungu? Kama Mungu ulijua mimi ni nani? Ushakuuliza swali? Atakuwa hivi. Ataishi hivi. Ana sababu hii ya kuzaliwa. Sisi atakuwa mtu fulani.
Usiangalie unajisi. Mtu wa Tanga. Kabila langu ni Msigua. Umeelewa? Kwetu hakuna wasomi. Wasomi alikuwa amesoma ambaye alikuwa amesoma kiwango kikubwa alikuwa ni mimi niliyofika form 4 failure. Zahara mama yangu na Idi baba yangu walijua tumekazaa katoto kakiume katashika tunguli, katashika Qur'ani, katasoma, na kweli nikasomeshwa Qur'ani vizuri tu. Ni msomi mzuri sana wa Qur'ani mimi. Sana. Nishawahi kwa siku nilipokuja hapa. Nimesoma sana. Hapa Dar es Salaam ni miongoni mwa wachache mashehe wenye elimu yangu. Lakini hayo yote nilipita. Lakini Mungu hakuwa na wazo hilo. Mungu alijua atapita, atasoma Qur'ani, atapita, halafu atashika vibuyu, ataroga watu, atapita, atashika Qur'ani awasilimishe watu, atapita huko ambaye kanzu kama vile ana mimba. Yote aliona. Lakini sio lengo lake yeye. Yeye aliponiumba alijua kwamba ndani ya Rashidi nimeweka madhabahu yangu. Usipojitambua utatishwa hata na nyau. Walali nyau. Nyau analeta. Mtu anaanguka. Wewe unijui. Waswahili wamesema mtu mzima atishiwi nini? Usipojitambua na kuambia utakalia hivyo viti miaka yote uondoki. Yaani upandi kiimani, upandi kimaendeleo. Kwa sababu hujitambui. Wote wamegoma nyama. Paka. Paka huyu. Akufanya usilale. Ndio wewe kwambia paka na milio hii. Na kila mlio una maana yake. Umeelewa? Umeelewa? Milio ngapi? Mlio wa kwanza una maana yake, mlio wa pili una maana yake, mlio wa tatu una maana yake. Na kila mlio una wakati wake. Paka akiwa na njaa utasikia nyau 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 nyau. Huwa na njaa. Paka akiwa na hofu, ana wasiwasi na eneo aliyopo, anabadilisha mlio. Sasa nyau 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 nyau. Ni kweli ndio kweli? Huo ni mlio wa babini. Ndio. Mlio namba 3 ni paka wakichumbiana. Paka wakichumbiana utasikia. Mpendo, shindwa kwa jina la Yesu. Shindwa, wacha wenzako wako hanimuni. Soma tena ile andiko. Usikilize Mungu anamwambiaje Yeremia. Usikilize vizuri mtu wa Mungu. Anasema alikuwa na mama yake Yeremia. Alikuwa na baba yake Yeremia. Anazungumza na mhusika. Endelea. Kuwa nabii wa mataifa. Sikiliza mpango wa Mungu kwa Yeremia. Hajaweka tumboni, Mungu alimweka kuwa nabii wa nini? Umeelewa? Amen. Umeelewa vizuri? Endelea kusoma usikie kwa tukumba. Bwana, mimi ni mtoto. Ndio pale Bwana, mimi ni masikini, sina kazi, mimi sina biashara, sijasoma. Mungu anasemaje? Bwana Mungu, tazama siwezi kusema maana mimi ni mtoto. Lakini Bwana akaniambia, usiseme mimi ni mtoto. Usiseme wewe ni mkuria. Endelea.
kila mtu. Maana utakwenda kwa kila mtu. Sikia. Lakini kusudi la Mungu kwa Yeremia ni hilo. Amen. Pamoja na mazingira na maisha na jinsi alivyoishi historia, lakini historia haikufuta kusudi